أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Ndugu Waislamu, leo tupo hapa kwa ajili ya kukitaja kisa cha Mi'raj na Isra ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna watu wameibuka kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume ambaye hakuwa na miujiza, na hii ni challenge wanaiona kwamba ni challenge nzito kwa Waislamu. Na kila kukicha wanawataja mitume wengine wanaowaamini wao, wakimtaja Muhammad wanasema hakuwa na muujiza hata mmoja. Lakini ulimwengu wa Kiislamu unazo hadith mutawatir allati balaghat fi sihha, fi qimmatin min as-sihha. Zipo hadithi zinazoitwa mutawatir zilizokuwa sahihi mno, zinaeleza miujiza ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale wanaosema kwamba Mtume Muhammad hakuwa na miujiza, hebu leo watu wazime masikio yao kidogo wapate kuona miongoni tu mwa miujiza mingi alikuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anasema, hanat yawman min al-ayyam salatu al-asr. Siku moja ilikaribia sala ya alasiri, walam yakun hunaka ma'un natawaddau bihi, na hatukuwa na maji ya kutawadhia kwa ajili ya kutekeleza sala ya alasiri. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaitwa na sahaba, hatuna maji ya Rasulullah tupate kusali salatu al-asr. Mtume akasema, ituni bi ina'in, hebu nileteni chombo. Watu wakaleta haraka chombo kilichokuwa na maji machache mno, hata mtu mmoja hawezi kuzitawadha zile nguzo 6 za udhu kwa maji yale. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Anas ibn Malik, wa akhadha yad'u asabi'ahu fi ina, Mtume akaweka vidole vyake ndani ya chombo, wa akhadha al-ma'u yatafajjaru min baini asabi'in nabi sallallahu alayhi wasallam, maji yakaanza kutoka katika vidole vya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sio hadithi hii tu, hii ni hadithi ya Anas ibn Malik, iko hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud. Anas ibn Malik hii hadithi yake mbali, anasema tulitawadhia maji yalikuwa yanatoka katika vidole vya Mtume, na tulikuwa wangapi siku hiyo? 300 rajul, watu 300 wametawadhia maji yametoka kutoka katika vidole vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa jiulize, tanki lake lilikuwa wapi la maji yale? Alikuwa anayatoa wapi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hapo wanatokea watu from nowhere wanasema hakuwa na miujiza mtume wenu kama vile Isa. Maji yanatoka katika vidole vya mikono ya Mtume. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, yauman, siku moja, iftaqadna alma, tulitafuta maji. Tukamwendea Mtume tukamwambia, Rasulullah, tunataka maji kwa ajili ya sala vile vile. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitisha chombo kama alivyoitisha katika hadithi ya Anas ibn Malik. Baadaye Mtume akaanza kutia vidole vyake katika chombo, wa akhadha alma'u yanbu'u min asabi'ihi ash-sharifa, maji yakatoka katika vidole vyake, kisha akatangaza Mtume katika hadithi hii, akatangaza akasema, hayya ila alwudu wal barakatu min Allah, haya njoni mtawadhe na baraka zinatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud anasema, fa akhadhtu ashrab kathiran min alma, nikaja nikayanwa maji yale kwa wingi. Kwa sababu ya nini? Leo la Mtume anasema albarakatu min Allah, maji haya ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Nikayanwa maji kwa wingi ili nipate baraka zile kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hatupo kuelezea miujiza mingi, isipokuwa nadokeza tu kwamba muujiza mkubwa ni hadithatul Isra wal Mi'raj. Ma maana al-Isra? Al-Isra hiya rihlatun ardiyatun. Isra maana yake ni safari ya ardhini
ilianza kutoka Masjidul Haram ikakomea Masjidul Aqsa. Na Mi'raj ni rihlatun samawiyatun, ni safari ya mbinguni, ibtada'at min Baitil Muqaddas ila ma fawqa Sidratil Muntaha. Hii ndio safari yetu ya leo tutakayoeleza hapa kwa mukhtasari mno, lakini tutapata ndani yake vitu vilivyotokea siku hizo. Isra wal Mi'raj ni thabitun min alkitabi was sunna, imethubutu katika kitabu cha Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaifa? Amma fil kitab faqad waradat fi surati al-Isra, ndani ya sura Bani Israil ambayo imeitwa suratul Isra, Mwenyezi Mungu kaanza kwa kuizungumza safari hiyo, akasema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Hii ni safari ya nini? Ya Isra. Iko wapi Mi'raj? Mi'raj iko katika suratul Najm idha hawa thumma dana fatadalla, mpaka mwisho wake pale inaelezewa Mi'raj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hii ni katika kitabu. Ama katika sunna zipo hadithi za Bukhari na Muslim zilizoeleza kwa urefu mno habari ya kisa cha Isra na Mi'raj. Kwa hiyo la shakka anna hadhihi al-qissa sahiha fi ghayati as-sihha. Hatuelezi khurafati hapa, tunaelezea kisa kilichothubutu kutoka katika kila kitabu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha kuna watu wanasema kwamba Mi'raji haikuwa isipokuwa ilikuwa manaman, ilikuwa ni usingizini tu, Mtume kakaa akaota anaona kwamba anapelekwa mpaka juu ya mbingu 7. Na wana hoja zao wanachuoni wanaosema hivi. Lakini iko hoja nzito ambayo inaeleza kwamba Mi'raji ya Mtume haikuwa usingizini, bali ilikuwa yaqadatan, ilikuwa yuko macho Mtume, wa usriya thumma urija bijasadihi wa ruhihi ma'an, na alipelekwa Mtume akiwa na mwili wake na roho yake, akiwa macho, hakulala. Na hii ndo hoja nzito na dalili zao ni nzito vile vile. Wanasema ingelikuwa ni usingizini, Mwenyezi Mungu asingesema subhanalladhi, ametakasika yule ambaye kwamba, kwa sababu hadithi hii ni nzito. Mtu akiisikia kwamba Mtume kenda mpaka mbinguni ndani ya nusu ya usiku, wala sio nusu, baadhi tu ya saa za usiku, mtu ataona hichi kitu hakiwezekani. Lakini akisikia nani alofanya habari hii, subhanalladhi, alofanya habari hii ya kumpeleka Mtume ni yule alotakasika na kila sifa mbaya na pungufu, akishajua huyu ndo aloialika safari hii, basi hapo tayari ajabu inaondoka. Sababu Arabu anasema idha urifa sabab batula al-ajab, ikishajulikana sababu nini, ajabu inaondoka. Ikishajulikana nani aloifanyisha safari hii, ni Mwenyezi Mungu. Inma Mwenyezi Mungu amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Akitaka jambo lake kuwa linakuwa. Kwa hiyo ingelikuwa ni usingizini, ni kitu cha kawaida mtu kuona ndoto za kiajabu ajabu. Unaweza kuota umeishika mbingu hasa ndio umekwenda kweli. Sasa kama Mtume kaota, ingekuwa hakuna haja ya watu kumpinga kwamba hukwenda wewe Muhammad. Ingekuwa haraka watu wangemwamini, kwa sababu usingizini unaweza fika mbali mpaka ukajiona umepasua mbingu umekwenda. Lakini kwa kuwa ilikuwa ni yaqadatan, akiwa Mtume yuko macho, tena akiwa na roho yake, ndipo Mwenyezi Mungu kusema subhanalladhi, ametakasika yule ambaye kwamba asra bi'abdihi laylan min almasjidil haram. Hiyo dalili ya kwanza. Dalili ya pili ni kwamba al-ibara bi'abdihi, Mwenyezi Mungu kusema subhanalladhi asra bi ruhihi, subhanalladhi asra bi'abdihi, wal 'abdu huna huwa al-jasad war-ruhu ma'an. Mja wake, hakusema roho yake, mja wake, na maana yeye na roho yake na kila kitu chake. Kwa hiyo alipelekwa mzima. Hoja ya tatu ni kwamba waliweza viumbe wadogo sana ambao Mwenyezi Mungu kawaumba kufanya maajabu makubwa. Mfano wake Suleiman. Wali Suleiman ar-rih ghuduha shahrun wa rawahuha shahr
Sayyidina Suleiman alikuwa na upepo anaoamrisha. Mahala pa kwenda mwezi mzima, yeye anakwenda kwa dakika moja tu anarudi. Anachukuliwa na upepo anakwenda kisha anarudi. Anaoamrisha anavyotaka. Tena yeye Suleiman kafanya maajabu zaidi ya hayo tena. Kakaa na mawaziri wake kaambia, ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Nani ataniletea kitu chake kiti kabla ya wao kuja hapa? Watu wako Palestina, wako Yemen, wao wako Palestina. Anakihitajia kiti chake, kiti cha Balqis. Akasimama mmoja akamwambia Suleiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Mimi nitakileta kiti kabla hujasimama katika mahakama yako. Suleiman katikisa kichwa akasema, wewe unachelewa. Akasimama mwingine, وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Mimi nitakileta kabla ya jicho baada kufunguka. Yani kupepesa tu, kiti nitakichukua Yemen kilete Palestina. Suleiman akifumbua jicho anakiona kiti tayari kimeshaletwa kutoka Yemen kiko Palestina. Falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur waman shakara fa innama yashkuru li nafsi. Suleiman kakiona kiti kimekuja biaqalla min tarafati ayn. Kwa hiyo kama umeweza viumbe kama hawa kufanya vitu kama hivi, vipi Mwenyezi Mungu asiweze kumpeleka mja wake wakati mchache mno akamleta katika ardhi hii kama anavyopenda mwenyewe? Kisha subhanalladhi asra bi'abdihi laylan nakira. Hakusema al-layl, kasema laylan, kuonesha kwamba ilikuwa ni sehemu ndogo tu ya usiku. Alichukuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi katika usiku huo. Anasema usriya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa urija wa aada ila makanihi wa lam yazal firashuhu dafi'a. Kapelekwa Mtume akarudi, halijaacha godoro lake alikuwa kalalia kuwa moto. Maana pale mahala unapokaa mtu sana au unapolala, ukiondoka muda mchache utaona kuna joto la mwili wako. Baada muda mchache inapotea. Sasa Mtume ujoto wake ule kauacha, akirudi bado uko moto moto vile vile, kwa kuwa karudi katika wakati mwepesi mno. Subhanallah. Ilikuwa ni haditha, lakini kama ni khariq al-ada, ni miujiza kutoka Mwenyezi Mungu, yajibu an nu'mina bihi, lazim tuamini. Kwa sababu ni miujiza kaifanya Mola wetu Azza wa Jal kumfanyia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inapokewa kutoka kwa Abi Hurairah, anasema jaa Jibril wa Mikail ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Jibril na Mikail walikuja kwa bwana Mtume Muhammad, wahtamaluhu, wakambeba wakamchukua wakampeleka mpaka katika biri Zamzam. Akamwambia Mikail, ya Mikailu itini bitistin min alma'i kayma ughassilu qalba Muhammad. Mikail, letea kitasa cha maji ni utoe moyo wa Muhammad ni ukoshe. Mtume amefanyia operation hapa kwa mara nyingine. Kwa sababu gani anafanya operation hii? Kwa sababu anakwenda katika ulimwengu mwingine. Ndio wale wanaokwenda katika space wanaiga, wanachukua maoxygen, wanakaa kwa muda, kwanza unakwenda checking mpaka uonekane wewe uko smart kwenda kule, sio unakwenda mgonjwa unakufa kule. Sasa Mtume anafanyia operation, anakoshwa mwili wake, anaandaliwa kwa sababu anakwenda ila ma fawqa sidratil muntaha. Angalia wazungu walivyokuwa wanaiga kila kitu kutoka katika Qur'anul Karim. Wanakaa, angalia kina Gagarin, wale walikaa kwa muda kwanza ulimwenguni, wakachukua na oxygen kutoka hapa, wakaenda na wakafanikiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam kafanywa vipi? Au katika skuli hizi Waingereza au wazungu wanafundisha, kuna skuli, kuna rihlatun dirasiya inafanywa kwa Kiingereza wanaita nini? Tour study. Yani rihlatun dirasiya, unatoka pale skuli unakwenda outside ya skuli, ni outside activities zile, unakwenda kuona yale unayoyasoma nazariyan. Baada ya kuangalia kule theory ilikuwa ni nazariyan, sasa unakwenda practically unayaona hasa
kama unakwenda airport unaona uwanja wa ndege zinaposhuka zinapopaa, hewa ile namna unaona, maana yale mambo yote nje ya yale masomo ya ndani. Sasa mtume anakwenda katika rihlatun darasiyya, anatoka katika ulimwengu huu anakwenda kuona kila kitu kwa mwenyewe macho yake. Laisa al-khabar kal-iyan, wanasema kuambiwa sio kama kuona. Kwa hiyo mtume kienda kuona kisha anakuja kutupasha sisi habari. Leta kitasa cha maji, moyo ukatolewa, ukakoshwa, kaondolewa zile hikdi, zikatolewa zile ghilli, zikatolewa uchafu wote ukatolewa, ikakoshwa, kisha kaambia lete tena maji, kakoshwa tena na tena. Baada yanasema fa amla'atu, kikajazwa kifua chake hilman wa ilman wa islaman wa yaqinan, ukajaa moyo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada muda mchache, thumma utiya bil buraq, akaletwa mnyama anaitwa buraq. Wal buraqu kalimatun mushtaqatun min al barq, Mwenyezi Mungu anasema wara'dun wa barq. Barqu barake ile radi inayopiga na ule umeme mkali. Sasa ile ina travel manake faster kuliko sauti. Ukienda kwa wanachuoni wale wa kimia na fizia, watakuelewesha namna ya sauti na mwangaza ipi inasafiri haraka zaidi. Utakuta kwamba yule mwangaza unasafiri kuliko sauti kwa zaidi ya mita 300 kwa sekunde moja tu inakwenda. Kwa hiyo mnyama wa mtume alikuwa anampeleka alikuwa anaitwa buraq, kana kwamba ni barqi katika usafiri wake. Wanamsifu wanachuoni wa Isa, wanasema kana yadau hafiratahu fi muntaha basari, pale anapopaona macho yake anaona mbali, ndipo anapoweka mguu wake katika ile spidi kali yake. Kwa hiyo bwana mtume anachukua mnyama barqun katika safari yake, kama mwangaza wa jua unakata masafa 92 million mile. Kwa sababu hii unayakata kwa muda wa dakika 8 labda na sekunde 9 tumeshafika 92,873,000 mile kutoka katika jua mpaka katika ardhi. Sasa mtume anakwenda mbali zaidi hapo, na mtume kawauliza atadruna kam masafatan baina as-samai was-samaa, mnajua ni masafa gani kati ya mbingu na mbingu? Katika hadithi anayopokea Abbas ibn Abdul Muttalib, mtume akawauliza sahaba, akasema la. Mtume akasema bainaha wa baina sama'in ukhra, baina ya mbingu mpaka nyingine masafatu 500 sana, unaweza kwenda mwendo wa miaka 500 hujafika. Leo mtume anakwenda biaqalla min tarafati ayn, anakwenda ndani ya usiku mchache mno, kisha anarudi. Rihla buraq, yakaja mtume akapanda juu ya buraq, safari ikaanza. Safari hii ndugu zangu Waislamu, ndani yake mtume lengo kubwa dini linuriyahu min ayatina, linuriyahu, ili tupate kumuonyesha huyo Muhammad min ayatina, baadhi tu ya mazito ya mambo yetu na miujiza yetu. Min yufidu tab'id, yani sio yote tulomuonyesha, baadhi ya yale mazito. Na mtume kaona moto, kaona pepo, kaona kila kilichokuwa Mwenyezi Mungu anataka kumuonesha, kakiona. Linuriyahu min ayatina, tupate kumuonesha. Sasa madha raa an-nabi, aliona nini mtume? Njiani aliwaona watu yazrauna wa yahsuduna fi hadha al-yawm wa kullama hasadu aadat kama kana. Kaona watu wanalima, wakilima, wanavuna, wakivuna, kila wanachokivuna kinarudi pale pale kama kilivyokuwa mwanzo. Kama hindi akilitoa na mia lingine pale pale, anavuna anatoa nyingine pale pale, continuously anapewa tu. Mtume akafurahi, akauliza ma hadha ya Jibril, haya ni mambo gani? Anasema haulai almujahiduna fi sabilillahi min ummatik, hawa ndo mujahidin. Mkisikia mujahidin ndo hawa. Angalia mujahidin wanapolipwa. Leo jitangaze wewe katika ulimwengu kama mimi ni mujahidin, watu wanaona haya, wanaogopa hasa mtu kuliko mujahidin. Wana mtu fulani namjua yule mujahidin kweli kweli, mimi simo katika mujahidin. Kwa sababu gani? Tafsiri yake mujahid ni terrorist basi. Mujahid anakuwa gaidi. Kwa hiyo watu mpaka kilima cha mujahidin wanakikimbia sasa hivi. Bwana ustaz fulani mujahidin kweli kweli, bwana nisisikie tena naitwa mujahidin. Mimi si mujahidin. Angalia malipo yao. Tena wanapokufa Mwenyezi Mungu anasema wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat
bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi. Mujahidi mtume akaendelea na safari. Faraa aqwaman, bwana mtume akapita sehemu nyingine akawaona watu turdakhu ru'usuhum, vichwa vyao vinapondwa, vikipondwa tena na tena, biljibali, kwa mawe, wa kullama rudhihat 'adat kama kanat, na kila vikipondwa vinarudi upya, vinapondwa tena, vinarudi upya, vinapondwa tena. Hiyo ndo kazi tu, vinaendelea vinapondwa. Tumekasikitika, kamuuliza ya Jibril, wa man haula, na hawa ni watu gani? Jibril akasema haulai qaumun min ummatik kanat ru'usuhum tatakasalu 'ani salawati almaktuba. Hawa ndo wavivu wa sala. Sala kwa wao uvivu mkubwa uliokuwa katika vichwa vyao. Muadhini anaposema katika alfajiri, as-salatu khairun minan nawm, yasema an-nawm khairun minas salah. Anajibizana na muadhini. Muadhini anasema sala ni bora kuliko usingizi. Anasema usingizi ni bora bwana kuliko sala. Anaendelea hapo. Vivu wa kusali. Bwana muadhini anajitahidi, anaichonga sauti yake, as-salatu khairun minan nawm, anasema an-nawm khairun minas salah. Hivyo hivyo sira'un bainahu wa baina al-muadhin hatta al-fajr, anaamka saa 5 alafu anasema leo bwana imenipita al-fajr. Kumbe kasikia salatu khairu minan nawm, lakini alikuwa akijibu an-nawm khairu minas salah. Basi asema hadhihi ru'us kanat tatakasalu 'ani salawati al-mafruḍa. Na wanawake vile vile, mwanamke kila kukicha maadhura, mie maadhura bwana, mbona usali? Mie maadhura. Sasa hivi nimeingia katika dauratul yaumiyya. Haya, akishamaliza dauratul yaumiyya anasema sasa hivi mimi hamil, siwezi kusali. Maadhura vile vile. Amebeba mimba miezi 9, amemaliza kuzaa, mimi mutanafis na nifasi, maadhura. Amemaliza nifasi, anasema ninanyonyesha, bado maadhura. Amaliza kunyonyesha na mimba nyingine, maadhura. Kila kukicha maadhura. Sala tasali lini? Siku ya kiyama. Kwa hiyo wavivu kama hawa, turdahu ru'usuhum bilhadid wa biljibal, vichwa vinapondwa, vinapondwa, vikipondwa tena kwa sababu ya uvivu wa kusali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea, thumma ra'a aqwaman, kisha mtume akawaona watu tuqradu alsinatuhum bimaqaridin min hadid, ndimi zao zinakatwa kwa makasi ya chuma. Natoka ulimi alafu unakatwa, unarudi upya, unakatwa tena. Akauliza ya Jibril, waman haula, na hawa kina nani? Jibril akasema haulai khutabaul fitna, hawa ni wenye kunadi fitna, makhatibu wa fitna. Wanachokizungumza wapate kuleta collision tu baina ya watu wafitinike, wazozane basi. Sasa hii inatiwa adabu ndimi zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anataka kutuambia komeni na hizi tabia. Awaqibuha wahima, mwisho wake mbaya. Ukihubiri uhubiri mazuri, uhubiri islah, la khaira fi kathirin min najwahu illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas. Zungumzia mambo yaliokuwa yanaleta manake taalif baina almuslimin, sio furqa na fitna. Tumeendelea na safari. Yuko katika Buraq anakwenda bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, faraa aqwaman, akawaona watu hawa butunuhum kalbuyuti au aljibal, matumbo yao utadhania ni majumba makubwa au majabali. Mtu anaanguka kwa sababu ya ukubwa wa tumbo, yeye tumbo kubwa kuliko kimo chake mwenyewe au umbile lake, anaanguka. Na kila akianguka sema Rabb, ya Rabb la tuqimi saa, Mwenyezi Mungu kiyama kija haraka tuondoke. Sayyidina Muhammad akasema wa man haula, na hawa kina nani ewe Jibril? Jibril akasema haulai akalatu riba, hawa ndo walaji wa riba. Ile benki ilikuwa na interest nyingi ndio inayokimbiliwa leo. Hapa ndo tawai hapa, ngieka dola zangu 2000, baada ya muda mchache tayari zimezaa na kuzaa tena. Kumbe siku ya kiyama utakuwa na tumbo kubwa unaanguka nalo. Alladhina yakuluna riba
la yaqumuna illa kama yaqumu man yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Dhambi kubwa mtu kula riba, na riba ni moja katika madhambi 7 ambayo Mtume SAW kasema ijtanibu 7 al-mubiqat. Tumekaendelea na safari. Thumma raa aqwaman, kisha akawaona watu baina aidihim lahmun nadijin tayyib wa lahmun khabithun nayy. Watu mbele yao kuna nyama nzuri inatoa harufu njema, inanukia, imeiva vizuri, na upande wa pili nyama mbaya mbovu, imekuwa imeoza, inatoa wadudu na harufu mbaya. Lakini vituko vya watu walikuwa pale, walikuwa naacha nyama inaonukia, wanakula inayonuka. Nyama iliyoiva wanakula iliyokuwa imeoza, nyama nzuri wanakula iliyokuwa mbaya. Tena wanakula akla lamma. Mtume akauliza wa man haula, na hawa vipi wa Jibril? Jibril akasema haulai qaumun min ummatik, hawa vile vile ni watu katika umma wako. Mwanamume alokuwa na mkewe wa halali nyumbani, anamwacha usiku kucha, anatoka anakwenda kulala kwa mwanamke, hawara wake, kimada chake, analala huko mpaka kukicha, baadaye anarudi nyumbani. Na mwanamume naye akamwacha mumewe, akamwaga, leo kuna night shift leo mpaka kesho, anakwenda analala kwa mwanamume mpaka kesho anarudi. Hali hii inaendelea, mwanamume na mwanamke, haijulikani nani anamshinda mwenzake. Ndio uchafu uliotawala leo, na wanahusiana hasa hii. Bwana, usikubali kuwa na mume mmoja tu, lazima una wanaume wengine huko. Huyu mwingine kazi yake kudili na uso tu, kununua cosmetics zile za kupamba, duka lake la vipodozi tu. Mwingine mikono tu akupambe dhahabu, mwingine miguu, anagawa mwili wake mzima, huyu wake miguu, huyu wake uso, huyu wake mikono, na anakuwa encourage nyumbani na wazazi wake. Usikubali bwana, hakuna mtu anayeweza kukaa na, lazima uwe na wanaume 2 3 huko pembeni. Na wanawake ndio walivyo, na wanaume ndivyo tulivyo vile vile. Wengi wetu tunakuwa tuna wanawake wengine nje huko. Wakazi gani? Mwenyezi Mungu anasema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kama utoshekira mmoja au wawili au watatu mpaka 4 nafasi yako, lakini usifanye zina. Lakini hata hao wake zetu akisikia, ukiwaona wanazungumza, bwana mume wangu mie kaoa, mwenzake naambia pole sana, pole, mie alhamdulillah mume wangu ana mwanamke pale, lakini pale wajaoa. Tena unashukuru sema alhamdulillah, wewe una msiba mkubwa, mumeo kaoa, alhamdulillah mie wangu ana mwanamke pale. Yani hiyo kuwa na mwanamke pia anashukuru, sema alhamdulillah. Asbaha alma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufa. Bwana unamwambia wewe umeolelewa, mume mwanamke, mie wangu alhamdulillah. Pale uchochoroni pale na mwanamke wake sasa hivi miaka 4 lakini hajamuoa, alhamdulillah. Allahu akbar. Sasa Mtume anasema hawa qaumun baina aidihim lahmun nadij, wana nyama nzuri mbele yao, lakini wanaiacha nyama nzuri, wanakula nyama alokuwa ni mbaya. Mtume akaendelea na safari, sallu alayhi. Waraa thawran aziman yakhruju min thuqbin, Mtume akaona gombe kubwa linatoka katika tundu moja. Likishachomoka katika tundu ile, yuhawilu an yauda fala yastati, linataka kurudi tena katika tundu ile, haliwezi tena gombe lile kurudi tena. Linatoka katika tundu ndogo tu, baadaye linataka kurudi, haliwezi kurudi. Jibril alipoulizwa na Mtume akasema haulai qaumun min ummatik yatakallamu ahaduhum bikalimatin adhimatin fayandamu alaiha. Mtu atasema neno zito, ajute kwa nini kasema vile, atamani kulifuta, halifutiki tena, ndio lishatoka, ndio ushasema tena. Kwa hiyo uangalie na uchague lile la kusema. Mara nyingine unateleza ulimi, bora uteleze mguu vunjike kuliko kuteleza ulimi. Wanasema zillatul lisan aqwa min zillati ar-rijl, kuteleza kwa mguu basi ni bora kuliko kuteleza kwa ulimi. Tumeendelea na safari Rasulullah. Wara aqwaman yahmiluna alhisma min alhatab, kaona watu nabeba majabali ya kuni, na kila akibeba juu mzigo wa kuni hawezi kunyanyuka, mkono anavuta katika mzigo mwingine au bandikize juu ya mwingine.
Tumekasema ya Jibril, wa man haula, na hawa nao vipi? Mzigo huu hauwezi na beba mwingine. Asema hawa ni watu katika ummati Muhammad. Mtu atakuwa ana deni, badala ya kulipa deni lile anaongeza na lingine juu yake, au anachukua hapa deni alafu anachukua deni huko alipe deni lile, basi inakuwa na silsila min ad-duyun. Mata yusaddiduha, atayalipa lini? Fi muntasif yawm al-qiyamah, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Mtume sallallahu akenda kama mtu anakoga katika mto wa damu, anakunywa damu, kila kitu chake damu. Akauliza wa man haula, akasema haulai akalatu suhuti wal haram, hawa ni watu wanaokula haramu, ni mfano wao kama watu wanaokogea mito ya damu, kila kitu chao kichafu tu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari yake hii akasikia sauti nzuri. Sauti ile ikawa inakuja na upepo mzuri na baridi nzuri. Kauliza wama hadha sauti ya Jibril, na sauti hii inazungumzia nini ewe Jibril? Akamwambia hadha sautul janna, hii ni sauti ya pepo inazungumza, na hii harufu unayoisikia ni harufu ya pepo inanukia. Taqulu aljanna, janna inasema kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabb, laqad kathurat ghurafi wa kathurat hariri wa dhahabi wa sundusi wa istabraqi wa kuusi wa lu'lu'i. Ya Rabb, ewe Mwenyezi Mungu, vimezidi vyumba vyangu, nguo za dhahabu, za hariri, za zabarjad, za masi, akwasi, asali, khamri, labani, mai, akwabi. Ya Rabbi, vitu hivi vyote viko tayari. Fatini bima wa'adtani, nipe ya Rabbi kile ulichoniahidi kwamba atakuja kuishi huku watu wazuri. Wako wapi? Niletee ya Rabbi waloloniahidi. Pepo inalia, inawataka watu wema. Mwenyezi Mungu akainadia akaambia, ewe pepo, isma'il, tulia, yadkhulu fil janna kullu mu'minin wa mu'mina wa muslimin wa muslima la yushriku billah. Watakuja kuingia huko kila Muislamu wa kike na wa kiume, muumini wa kike na wa kiume, walikuwa hawamshirikishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aradhiti, je umekubali, umeridhika? Pepo ikasema naam bala ya Rabb, nimekubali, nimeridhika. Tumekaendelea na safari. Wasami'a sautan munkaran wa raihatan khabithatan, Mtume akasikia na sauti mbaya na harufu chafu mbaya. Akauliza, ya Jibril, sasa hivi tumesikia sauti nzuri na harufu njema, mbona sasa hivi harufu mbaya na sauti mbaya? Kaambia, hadhihi raihatu jahannam, hii ni harufu ya moto wa jahannam, wa hadha sautuha, na hiyo sauti ni sauti yake. Taqul, moto unasema, ya Rabb, ewe Mwenyezi Mungu Mola wangu, lakad kathurat salasili wa aghlali, silsili zimekuwa nyingi na aghlali na machuma, wa hariki na moto wa sairi, na kila kitu kimeshazaa kabisa, kimejaa katika moto wa jahannam. Fatini bima wa'adtani, niletee majabari unaniambia watakuja huku waishi. Mwenyezi Mungu anadi aambie moto, ya ayyatuhan nar, ewe moto, laki, wako wataishi huko kullu kafirin wa kafira wa mushrikin wa mushrika, kila kafir na kafiri wa kike na wa kiume na mushriki wa kike na wa kiume. Aradhiti, umeridhika? Fataqulu na'am, moto sema ndio nimeridhika. Tumekaendelea na safari, akafika sehemu akapata harufu njema tena, kwa mbali anasikia harufu nzuri. Mtume akauliza, hii harufu inatoka wapi? Akasema, harufu hii tambaithu min alqabri mashitati binti Firaun, hii ni harufu inayotoka katika kaburi la msusi wa binti wa Firaun. Mbona badala kutoka uvundo na harufu mbaya chini ya kaburi, kwa sababu mtu kishaoza kule, inatoka harufu njema? Akaambia, naam. Kwani kafanya nini binti huyu? Jibril akampa kisa chake, kaambia alikuwepo Firaun, na Firaun haina maana awe ndo Firauni yule wa Musa. Tulisema kwamba Firauni ni laqab ya muluku Misra. Kila alikuwa anatawala Misri alikuwa anaitwa Firaun. Kila alikuwa anatawala Ethiopia anaitwa Najashi. Alikuwa anatawala katika biladi Rum anaitwa Kaisar. Alikuwa anatawala katika biladi Furs anaitwa Kisra.
Kwa hiyo Firaun ana maana kwamba mmoja katika muluku Misri. Sasa alipokuwa huyu Firauni vile vile akijiita Rabbun, yeye ni bwana wa wote wale watu pale. Msusi alikuwa akimsuka mtoto wake. Siku moja shanuo likaanguka. Lipoanguka shanuo lile, binti yule alikuwa akimsuka akaliokota kwa kusema bismillahi ta'isa Firaun, kwa jina la Mwenyezi Mungu Firauni kaangamia. Mtoto wa kike anajua babake ndo bwana, ndo Mungu, lakini anamsikia msusi wake anasema kuna Mungu mwingine na babake kaangamia. Akasema awalaki rabbun ghairu abi, wewe una Mungu asiyekuwa baba yangu? Kaambia naam. Rabbi wa rabbuki wa rabbu abikillah, Mwenyezi Mungu ndo Mungu wetu sote. Akanyanyuka haraka akamwambia babake akamwambia rudi katika dini yetu. Akasema abadan. Akatayarisha sufuria, ndani muna mafuta yanokuwa yanachemka. Akaambia mumeo na watoto wako nyote mtaingia katika sufuria lile kama hamtorudi nyuma katika dini hiyo. Wakasema si tuko radhi utuue, lakini tunakuomba kitu kimoja, ukituua tuzike sisi katika kaburi moja sote familia nzima. Hamtaki kurudi? Haturudi sisi, tumeshaonja halawatul iman, utamu wa iman. Basi akaingia mmoja katika sufuria ile. Akaingia baba, wakaingia watoto, akaingia mama. Mama akataraddad kwa sababu mgongoni mwake kuna mtoto mchanga radhi, bado ananyonya. Ma dhambu tifl, kafanya nini mtoto huyu mpaka aunguzwe ndani ya mafuta ya moto? Lakini mama akaona mimi nirudi nyuma nimuokoe mtoto. Mtoto akapiga breki akamwambia mama, ya umma qi wala taqaasi, ingia katika sufuria jichome ndani yake wala usirudi nyuma, innaki ala haqqin, uko katika haq. Wal haqu qawiyyun li'annahu ismun min asma'illah, na haki ni nzito, ina nguvu kwa sababu ni moja katika majina ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaitwa al-haq, na haki wakati wote inakuwa strong kuliko kitu chochote kingine kwa sababu ni jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kaingia ndani. Baada ya pale nini kitafanyika? Mwenyezi Mungu mwenyewe tu. Sayyidina Ibrahim alipoingizwa katika moto alitoa oda tu, sema ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Basi moto wa dunia nzima siku hiyo haukuunguza, walopika hawakuivisha, kwa sababu uliitikia amri ya Mwenyezi Mungu, ukadhania kwamba ni mioto yote ya ulimwenguni iwe baridi kwa siku ile. Kwa hiyo wewe ingia, hakuna kitu kinafanya kwa ajili ya mpaka Mwenyezi Mungu mwenyewe atoe green light. Yaingia mama, wakatolewa wakatiwa katika kaburi lile, badala ya kunuka mifupa ile ikawa inanukia mpaka mtume kasikia harufu ile njema. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika safari hii akakuta mahala kuna gogo au mti. Kila anayepita katika mti ule unakamata nguo unaichana. Kila anayepita japo atakwenda kwa mbali na unavutika pale inachana nguo yake. Akauliza na hii ni mfano gani? Akasema haulai quta'i turuq, hawa ni wakata njia katika ummati Muhammad. Kazi yao kusimama katika vipembe, akamsubiri mtu anapita, akamkamata, akamchomolea kila kilichokuwa chake. Na haya yametawala ulimwengu mzima, kila mahali, mpaka nchi nyingine wameziita kwamba kama mfano Amerika, wenyewe wanasema this is America. America, love it or leave it. Kama utaipenda ipende, utaki utoke. Yani uharamia wa kila aina umejaa. Na vile vile nchi nyingine zilizokuwa zinasema zinataqaddam, lakini zinataqaddam katika uharamia na ujambazi. Robbery ni kitu cha kawaida, watu wanarob mabenki, wanaiba na kila kitu, wanakaa njiani, mtu mwenyewe anatoka, anamkamata ngeta, anamchukua, anamtoa, na kama huna pesa unapigwa vile vile. Wewe mzee utatembeaje bila kitu mfukoni jamani? Kwa lazima anakupiga. Wengine wanaingia ndani ya majumba ya watu, wanavunja, wanaiba, baadaye wanakuachia senti kidogo eti utamkia na chai na watoto kesho asubuhi. Kama mna huruma na watoto wangu, kwa nini mnakuja kuniibia? Hii ni qati'u tariq, ambayo ni hiraba wanaifanya ummati Muhammad, ni dhambi kubwa. Mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam kaonesha katika Lailatul Isra. Sayyiduna Muhammad akafika katika Baitul Maqdis katika safari ndefu. Alipoingia tu katika Baitul Maqdis, nazala min buraqihi wa rabata Jibril al-buraqa bihajarin bijanib al-masjid. Akaja katika upande wa msikiti, akatoboa jiwe Jibril, akamfunga buraki wake.
Na hapa kuna darsi. Kwani Jibril anamfunga Buraki asikimbie? Ina maana Buraki atakimbia. Kama wanyama wetu kwamba lazim tuwafunge bila hivyo anakwenda. Yule Buraki ni malaika, ni moja katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa naye atakimbia? La, ni funzo nafundishwa wewe. Kwamba qayyid wa tawakkal, funga kisha utawakkal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Alipita mmoja katika watu wakati wa Mtume, akaingia msikitini, ngamia wake akamwacha na randa hapo nje, akasema tawakkaltu ala Allah, nimetegemea kwa Mungu ngamia wangu huyu namwacha bila kumfunga. Akitoka msikitini ngamia hayupo, sema Mungu nimekuachia wewe ngamia wangu, bora simuoni. Kaenda kwa Mtume, Mtume akamwambia usifanye qayyid wa tawakkal, funga ngamia kisha useme tawakkaltu ala Allah. Kwa hiyo ukitoka nyumbani tia na kufuli mbili, baadaye useme Mungu nakuachia nyumba yangu. Sio naacha milango wazi unasema tawakkaltu ala Allah. Mvuta unga ataingia atakuibia paka chupi za mke wako. Kwa sababu wewe hukuchukua asbabu tawakkul. Tawakkal kwa kuwa unaweka sababu kwanza, baadaye unatawakkal kwa Allah Subhanahu. Sasa Jibril anamfunga na tuonesha sisi ummati Muhammad tuishi vipi. Basi akaingia ndani ya msikiti, kukaadhiniwa. Baada ya adhan kukajaa, ikawa naingia watu afwajan. Sayyiduna Muhammad akaoneshwa na Jibril, kaambia unaona hawa, ma ba'atha Allahu nabiyyan wala rasulan illa wa huwa fi hadha almasjid. Kila mtume au nabii aloletwa na Mwenyezi Mungu yumo ndani sasa hivi msikitini. Na hawa wote leo tunafanyia hafla kuonesha wakati wao wote umepita. Sasa hivi wana hand over kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana baada ya kukimiwa sala akaletwa mbele ya mihrab akasalisha yeye. Allahu akbar. Bwana Mtume akawasalisha kutoka Adam mpaka Nabii Allah Isa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Fasalla bihim an-nabiy imaman. Bwana Mtume akawasalisha. Baada ya kusalisha ikawa introduction sasa. Taaruf baina al-anbiya. Ana Adam, ana Nuh, ana Ibrahim, ana man, ana mpaka Mtume akafika naye akajiintroduce mbele ya manabii na ndugu zake wote. Jibril akasema tayari bihadha, kwa hii introduction yake Muhammad kwa ufasaha wake na alivyojieleza, basi ghalabakum Muhammad, kakushindeni kwa introduction yake. Baadaye kaletiwa kinywaji. Kinywaji ni pombe na maziwa. Pombe tukisema hatukusudii kasrolaga au nini usafiri, la, pombe yenyewe ipo mpaka peponi. Na pombe kule ni ambayo kwamba haileweshi, ni pombe makhtum, ni pombe ambayo ni halali, sio pombe hii au watu wanakunywa wanakosa adabu. La, bwana Mtume akaletewa pombe na laban. Mtume akachagua akasema nataka laban, kama maziwa. Baadaye sasa anachukua ile bitaqatu da'wa. Safari hii ukitizama kuanzia mwanzo mpaka mwisho unaikuta ni rihlatu khair. Man alladhi qaddama ad-da'wa, nani alopeleka invitation? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndo anaalika, ndo mwalikaji. Bila shaka ukipata barua kutoka kwa mtu fulani unamuona kidogo mkubwa hivi, unajiona na wewe una makano fil mujtama. Fulani kanialika mimi, fulani kwa cheo chake alivyo unajihisi na wewe angalau umeonekana. Sasa aloalika hapa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man alladhi qaddama bitaqata ad-da'wa, nani aloleta invitation card? Ni Jibril. Dhi quwwatin inda dhil arshi makin. Na alopelekea walishi Muhammad, mwalikaji Allah, mwalikaji mwenyewe alopeleka ujumbe Jibril, mwalikwa Muhammad ibn Abdullah. Bwana Mtume sallallahu akimaliza akaletewa Mi'raj. Na Mi'raj ni ibaratin an sulam laha mirqatun min adh-dhahabi wal-fidda wa kullu naw'in min anwa'i al-ma'din. Ikaletwa ngazi na kila aina ya ngazi na madini, dhahabu, zabarjadi, lulu, ilmasi, imejaa uzuri wa aina yake. Mtume akaanza kuitumia Mi'raj, akapanda Mtume mpaka kafika katika sama'il ula. Wastaftaha wa futiha lahu, akafungua Mtume, ikaulizwa mani tariq, kasema Jibril. Man ma'ahu, kasema Muhammad. Aw qad bu'itha, kasema naam. Kaambia marhaban bil ibn salih wa bin nabiy salih, karibu Mtume mwema. Akifungua tu katika mbingu ya kwanza akamuona Nabii Adam. Adam akamwambia marhaban, karibu al ibn salih, ewe mtoto mwema, wa bin nabiy salih, karibu Mtume mwema. Hii ni neema ya majiu jaa. Wala Mtume akapewa tarhibi katika sama'il ula,
thumma urija bihi ila as-samai ath-thaniya. Akafika katika mbingu ya pili. Mbingu ya pili akamwona ibn Ikhala, au ibn Ikhala alikuwa ni Sayyiduna Isa pamoja na Yahya ibn Zakaria alayhima wa ala nabiyina salatu wassalam. Akasema mtume, nimewaona wamefanana mno Isa na Yahya. Wakamwambia marhaban bil akhi salih, karibu ndugu mwema, wa binabii salih, na wewe ndugu ni mtume mwema, karibu sana. Wakamkiana pale, bwana mtume akapelekwa katika mbingu ya tatu. Sema fa idha bi Yusuf ibn Yaqub wa qad a'tahu Allahu shatra al-jamal. Nikamwona Yusuf mwana wa Yaqub, na Yusuf nilivyomuona mtume anasema Mungu amempa kipande cha uzuri. Yani Yusuf alikuwa mzuri wa sura, handsome tunasema. Na ukiwa mzuri wa sura ni mtihani mkubwa. Sheikh wetu Rashid mara nyingi anasema ukiwa mzuri wa sura mtihani, ukiwa mbaya wa sura mtihani. Ukiwa maskini ni mtihani, ukiwa tajiri ni mtihani. Ukiwa na siha mtihani, ukiwa na maradhi ni mtihani. Ukiwa na mke ni mtihani, ukikosa mke ndo mtihani zaidi. Sababu waliokuwa hawana wake ni sawa sana watu wanakwenda uchi. Wewe unasema hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kwa hiyo huna mke unakwenda uchi, hujavaa nguo. Rafiki yangu mmoja kanambia, na kama una mke mmoja ni sawa sana kuvaa shati bila suruali au suruali bila shati. Lakini hii sio sahihi. Watu unatakana kuoa kwa mabadi, sio kuoa bila mipango yote. Basi mtume sallallahu alayhi wasallama akafika katika samai thalitha, katika mbingu ya tatu, kamwona Yusuf ibn Yaqub amepewa shatrul jamal, uzuri ambao ulitoa kisa katika suratu Yusuf. Warawadathu allati huwa fi baitiha, alimtongoza bibi mmoja mrembo mzuri kama alivyokuwa mzuri Yusuf, akamtaka kwa mapenzi. Lakini Yusuf akasema ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Siwezi mimi kufanya matendo kama hayo, matendo machafu mno, na Mwenyezi Mungu hawafaulishi wenye kufanya dhulma. Zina ni dhulma, na nikizini mimi nitakuwa nimekosa, nimeingia kabisa katika dhambi kubwa. Yusuf akakataa, akamvuta kwa nguvu mwanamke mpaka akamchania nguo, lakini Yusuf bado akakataa. Vijana wa siku hizi wakisikia habari hizi wanauma vidole, wanasema yale ingekuwa mimi pale. Mwanamke ni imraatul aziz, mwanamke wa waziri mrembo, kila aina uzuri anao. Yusuf anakamatwa, anasema hataki, maadha Allah, bora ningekuwa mimi. Abada. Mtume anasema kuna kivuli cha watu 7 siku ya kiyama. Mmoja ni mtu alioitwa na mwanamke mrembo, akasema inni akhafu Allah, mimi namuogopa Mwenyezi Mungu, siwezi kufanya machafu. Sio naogopa kuugua ukimwi, la, namuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisema haya unakuwa katika kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Vijana, hiyo ni challenge. Kesho ukishaitwa pale na Laila, ukimuona tukajipamba mdomo mwekundu kama kauma tomato, akikwambia njoo ansa mwangu, mwambie inni akhafu Allah. Na mimi na challenge kijana yoyote wa karne hii ya 21 kama anaweza kusema haya. Ndoto kubwa. Anasema bwana, wewe ukipewa ukikataa utakuja omba usipewe. Maneno mabaya sana wanasema. Vijana, acheni uasharati, tuingie katika kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Yauma la dhilla illa dhilluh, siku hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake cha arshi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf akapita, mtume akapita mpaka katika mbingu ya 4. Alipofika katika mbingu ya 4 akamwona Sayyiduna Idris, wa qad rafa'ahu Allahu makanan 'aliya. Mwenyezi Mungu amempalia makanan rafi'a kabisa. Yuko pale Idris katulia, kaambia marhaban bil akhi salih wa bin nabiy salih. Akapanda bwana mtume katika mbingu ya 5, bali akamwona Nabii Harun. Kapanda mbingu ya 6, kamwona Nabii Musa, na mbingu ya 7 akamwona Sayyiduna Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Mtume akakamilisha mbingu 7 zote. Mbingu ziko 7, alladhi khalaqa 7 samawati tibaqa. Sayyidina Ibrahim akamkiana na mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye ndo babu yake wa mwisho, Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Hakim ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fir ibn Malik ibn Nadr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad
ibn Adnan ibn Ismail ibn Ibrahim. Huko ndiko anakokomea bwana mtume. Sasa anakwenda kukutana na jaddu, babu yake kutoka kwa Ismail alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Kaambia marhaban bil ibn salih wa bin nabiy salih. Karibu mtume. Mtume akakaribia, wakamkia nabii Ibrahim, kisha kenda mafauqa samawati sab'i, mpaka akapita juu ya mbingu saba. Kafika katika sehemu inaitwa Sidratul Muntaha, katika mkunazi unaokomea kitu chochote kinachotoka chini. Pale Jibril alayhi salam akamfikisha mtume. Mtume akasema, nikaona mkunazi ma raaitu ahsana minha, sijaona mfano wake katika uzuri. Kaanna awraqaha alfila, kaanna awraqaha adhan alfila, utadhani zile manake majani yake ni masikio ya tembo. Mkunazi ambao mtume mwenyewe kathubutu kusema, anasema ma min khalqin, hakuna kiumbe yoyote min khalqillah, katika viumbe wa Mwenyezi Mungu, yastati'u an yasifaha, anaweza kuusifu uzuri wake mkunazi huu. Hakuna. Sio mkunazi huu wa ulimwenguni ukao una miba na matope na nini na magamba yake, la, mkunazi wa aina yake umeitwa Sidratul Muntaha. Wa sidrin mahdud, peponi kuna mikunazi. Makafiri wakasema basi hakuna maana yoyote kama kuna mikunazi, tutakuwa na miba mitupu. Mtume sallallahu akawaambia sio mikunazi hii, sidrin mahdud ay maqtu'a shauka, mikunazi ilokatwa miba yake. Hakuna mikunazi ya miba kule, hakuna dhiki kule, la yasmauna fiha laghwan wala kidhab, hakuna laghwan wala uongo wala upuzi, na chakula chao chote ni kizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam pale akatembezwa sasa katika jannat, akaona mito ya asali, mito ya maziwa, mito ya khamri, mito ya maji, mito aina. Akaona pepo na khazinul janna Radwan alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, farahaba bihi. Akatoka mtume akatembea katika moto, akaoneshwa, akamwona Malik hazinun nar, farahaba bihi biduni an yabtasim. Malik akamfanyia tarhibi mtume bila ya kucheka, akaambia ma min malakin, hakuna malaika yoyote rahaba illa rahaba bi, isipokuwa kanikongowea, kanipokea vizuri, kanipa tarhibi nzuri. Mbona huyu ananiamkia bila hata ya kucheka na hivi na hivi? Man hadha ya Jibril, huyu nani? Jibril akasema hadha malikun hazinun nar lam yabtasim min yawmi khalaqahu Allah, walau ibtasama li ahadin labtasama li Muhammad khairi khalqillah. Huyu hajacheka, si makosa yake, hajacheka kuanzia kuumbwa na Mungu. Na kama angechekea mtu angekuchekea wewe. Kama hajakuchekea wewe, asiye na tamaa mtu yoyote kama atachekewa. Na Malik hazinun nar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huyo ndo mwisho wa kila kitu. Watu watajibu siku ya kiyama, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, ewe Malik mwambie Mungu atuue tufe kabisa, tumechoka na adhabu. Basi Malik atakaa zaidi ya miaka 1000, kisha awajibu, awaambie innakum makithun, nyie mnaendelea kuishi hapa. Yani jawabu linakuwa baada ya miaka ndo jibu lake. Alhasil adhabu baada ya adhabu, adhabu la yamutu fiha wala yahya. Basi Malik mtume akamuona, akaelezea habari yake. Sayyiduna Muhammad alisikia vile vile tatasu za viatu, mtu anakwenda kwa maringo peponi. Akauliza na huyo nani? Akamwambia huyo ni Bilal ibn Rabah al-Habashi. Mtume sallallahu akasema faza Bilal, Bilal kisha faulu. Bilal namsikia huku, mwenye yuko huko. Na alipotaka kuposa Bilali, alikwenda mmoja katika nyumba za Ansari kwenda kuposa, akaposewa bwana. Ansari aliposikia vile akaenda kwa binti yake akamwambia inna Bilalan yakhutubuki li nafsi, Bilal atakukuoa, unasemaje? Bilali babake kauzwa markiti kwa sababu ya kipande cha mkate tu, hawana wanataka kula. Sasa leo kama Muislamu anataka kukuoa, vipi? Binti akatikisa kichwa akasema ya abati aina ana min rajulin min ahli aljanna, mimi katae kuolewa na mmoja katika watu wa peponi. Mtume kamsikia huko kabla mwenyewe hajafa, namtaka Bilal ibn Rabah al-Habashi awe mume wangu fi dunia wal akhirah. Akamoa mke wake mzuri kabisa wa Kiansar. Siku ya kufa mkewe analia, anasema wa musibata, msiba ulioje. Bilal anamshika anamwambia mke wake la taquli wa musibata bal quli wa farhata,
ghadan alqa al-ahibba Muhammadan wa sahba. Usiseme msiba, hamna msiba hapa, kesho nakutana na marafiki zangu Muhammad, Abu Bakri, Umar na masahaba wengine. Nakwenda kuonana na marafiki, unaniambia msiba, hamna msiba, hizi dakika 5 hizi tuzikisha basi. Mwenyezi Mungu na mtume wake anakuwa radhi huko. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man ahabba liqaa Allahi ahabba Allahu liqaahu. Mwenye kupenda kuonana na Mungu, na Mungu anapenda kuonana naye. Wa man kariha liqaa Allahi kariha Allahu liqaahu. Na mwenye kuchukia kufa, Mungu pia anachukia kuonana na yeye. Mimi bwana naogopa nikifa huko Mungu atakwenda kuniadhibu. Mungu anasema mimi anachukia kuja kuonana na mtu kama wewe, jabbari kama wewe. Basi tupende kwenda kuonana na Mungu, na Mungu awe na mapenzi na sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatembea huko kote, akaona min ayati rabbih al-kubra. Baada muda mchache Sayyiduna Jibril akapanda naye ma fawqa sidratil muntaha. Pale ikawa ni mwisho wa Jibril kurudi nyuma. Akamwambia, ya Muhammad, wama minna illa lahu maqamun ma'lum. Sisi malaika kila mmoja na sehemu yake ya kufika. Kwangu hapa, huko sifiki tena. Tumekambia, ya Jibril, afi hadha almakan yatruku alkhalilu khalila. Hapa mahali kweli inampaje mtu moyo rafiki kumwacha rafiki yake? Huko kote tulikuwa pamoja, unaniacha peke yangu hapa, huko nitakwenda na nani? Huko ugenini kabisa. Jibril akamwambia Mtume, ya Muhammad, amma anta in ihtaraqta in khatawta ihtaraqta. Wewe ukipiga step moja tu unapenya unakwenda. Amma ana idha khatawtu ihtaraqtu. Lakini mimi nikipiga step moja tunaungua na kuwa majivu kwa power iliyokuwa hapa sasa hivi. Mimi unaponiona dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin na 600 janah qad sadda al-ufuq. Hizi zote nguvu zangu nilizokuwa nazo, in khatawtu ihtaraqtu wa in khatawta ihtaraqta. Wewe ukipiga hatua unakwenda, mimi nikipiga hatua ninaungua na kuwa majivu. Basi sendi mimi huko Mola wako atajua vya kukupeleka. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, fa idha bi Jibril kalhimthil bali. Kama Jibril sehemu hii utadhani ni pamba ilotiwa maji. Pamba inakuwa kubwa, ikitia maji inakuwa ndogo. Sasa Jibril kwa nguvu zake zote, lakini power iliyokuwa pale kawa kama pamba ilotiwa maji, manake imesinyama kwa mdogo kwa nguvu za pale. Basi akamuona maumbile yake yote yale. Ndio ile thumma dana fatadalla fakana qaba kausaini au adna. Pale akawa karibu zaidi, akawa karibu, akamuona maumbile yake kama alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Jibril ikaja wingu likamchukua Mtume, akapanda zaidi ya mbingu 7. Sallu ala nabi. Mshairi anasema, hatta balaghta samaan la yutaru laha ala janahin wala yukhta ala qadami. Ahmad Shauki anamsifu Mtume, anasema hatta balaghta samaan, wewe Mtume ulifika katika sehemu ya mbingu juu kabisa huko, la yutaru laha ala janahin, hapo haparuki kwa ubawa, wala yukhta ala qadami, wala hapendi kwa step za miguu. Hapo alipofika Mtume Muhammad, la yutaru ala janah, hakuna mbao inaweza kuruka pale, wala yukhta ala qadami, wala mguu unaweza kupita pale, hakuna. Lakini Mtume wetu Muhammad akafika katika sehemu. Sallu alayhi. Ni miujiza mikubwa. Jibril mahala ambapo hakufika Mtume akafika yeye, akafika tena na tena, akenda akaona nuru kubwa imezagaa katika kila sehemu. Hapo akasikia sariful aqlam, kalamu na karatasi zinaanza kuandika. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasogea mbele kidogo, akaona nuru imetanda katika kila sehemu, akaanguka akasujudu. Aliposujudu akasikia mazungumzo, maamkizi mema, mwenyewe katoa salamu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Mwenyezi Mungu anampa salamu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, amani iwe juu yako ewe Mtume mtukufu wa daraja.
ewe juu yako kwa harfu ya khitab. Kaf katika lugha ya Kiarabu ni harfu khitab. Assalamu alayka, herufi ya yule mtu mmoja anayezungumziwa. Lakini mtume lam yakun ananiyan wala hasidan wala haqidan. Mtume hakuwa ananiyan. Ananiyan ni lugha kwa Kiingereza inaitwa selfish. Maana mtu kila kitu kukitaka yeye peke yake tu, asitake na mwingine apate. Na tabia hii wanayo wanawake sana. Mume anamtaka yeye awe wake peke yake tu, hataki hata mwenzake wa pili aolewe na hivi. Lakini mtume sasa katika salamu anaambiwa assalamu alayka, amani iwe juu yako wewe mtume. Yeye anasema assalamu alaina ay ma'ashira al-anbiya, sote mitume amani iwe juu yetu. Walam yansana, na mtume hakutusahau sisi, akasema wa ala ibadillahi salihin, na amani iwe juu ya waja wote wa Mwenyezi Mungu wema, wote wanaosema subhana rabbiyal a'la. Mwenyezi Mungu wape salamu zao. Mtume katupelekea salamu mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Huyo ndo mtume, ndo true picture ya mtume Muhammad. Utakuta kuna vitabu vinavuruga maksudi. Kuna kitabu kimoja kinaitwa Secret of the Quran, eti siri za Quran. Kama mnakipata kisomeni. Secret ya Quran, utaona cover yake kuna msahafu alafu kuna tasbihi juu. Utafikiria kinazungumzia mambo mazuri, lakini ndani yake anamtukana mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani na dini ya Kiislamu. Na kimetungwa hiki baada ya September 11 wametunga kitabu mahsus Secret ya Qur'ani, maana yake kutukana Uislamu na kumtukana Rasulul Islam. Ndani yake wametaja vitu ambavyo utajua watu hawa ni majahil, la yaarifuna anil islami shay'a, lakini kwa malengo tu. Lakini sisi tunawaambia mathaluhum wa mathalil islam, mfano wao na mfano wa Uislamu kamathalin nakhla, ni kama mfano wa tende. Hii tende habatat alaiha ba'udha, kajambu na vishindo vyake vyote akatua juu ya tende. Falamma aradat an tatira, mbu alipotaka kuruka katika tende ile akasema ayatuha nakhla, ewe tende, istamsiki binafsiki, jizuie vizuri, fa inni ta'iratun anki, mimi sasa hivi naruka naondoka, usije kwa vishindo vya kuruka kwangu kaanza kuvunjika. Eti mbu anaiambia tende jizuie vizuri, mimi nataka kuruka. Falamma tarat, alipotaka kuruka anambia istamsiki, tende ikamtizama kwa madharau ikamwambia ayatuha alba'udha, ewe mbu, wewe una misuli gani ya kunitabisha mimi? Ayatuha alba'udha, ewe mbu taabani wewe hali yako. Ma sha'artu biki hina saqatti alayya, mimi sikuisikitu ulipoanguka. Fahal ash'uru biki wa anti rahilatun anni, nitaisikitu wakati unaruka? Sikuisi wakati wewe umeanguka, na ukianguka mtu unaanguka na vishindo. Leo unaruka, nitaisikitu mimi tende. Wao hawezi kutia matope dini ya Uislamu. Wakitaka kutia matope mbingu watajirushia matope katika nyuso zao. Watabqa samau hiya samaa dhahikata as-sinni basamata al-muhayya. Wametafuta zile aya ambazo zinaweza kuatia shaka Waislamu. Kuna aya moja mtume anaambiwa ukiwa katika shaka, kama katumia Mwenyezi Mungu idha au ini shartiya, ikiwa uko katika shaka kwa haya tunayokushushia, basi waulize wanaosoma vitabu kabla yako wewe Muhammad. Sasa ukaona ukasema mnaona Muhammad alikuwa na shaka na yale anayoteremshiwa na Mola wake. Sasa ukiwauliza nini maana ya ini shartiya au idha shartiya katika Qur'ani, mtu mwingine anaweza kuchanganyika, hajui kati ya idha na ini shartiya. Idha inakuja saa nyingine kwa idha fijaiya, idha ya ghafla, ya surprise, fa idhahum qiyamun yanzurun. Idha inatumika wakitamaka watu wako mbele ya Mungu wanatizama, imetumika idha. Idha inaweza kuwa dharfu lima yastaqbilu min az-zaman, idha zulzilatil ardu zilzalaha, pindi itakapotetemeshwa ardhi. Sasa idha inakuwa na mambo mengi. Idha inaweza kuwa idha shartiya, idha ya sharti, na in vile vile inaweza kuwa in shartiya na sasa in ya hapo Mwenyezi Mungu kaleta ile ihtimal alwuqu wa iftirad alwuqu, kitu ambacho mtu anaweza kusema ikiwa utakuwa na shaka usiwe na shaka, fanya kitu fulani. Sasa hii inaitwa ihtimal alwuqu, yani kama utakuwa na shaka huwi na shaka, haina maana kwamba tumekwambia una shaka. Bwana hii ni nguo yako,
Sasa ukiwa na shaka, ikiwa huna, mpelekee mtu fulani. Haina maana kwamba wewe una shaka. Mimi nasema ile ihtimala alwuqu wa iftirad alwuqu, ihtimala kwamba jambo hili labda linaweza kutokea au lisitokee. Sasa mimi nakupa njia moja kwa moja. Basi hawa watu wanatia matope tu bila ya kuwa na elimu yoyote katika kitabu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitikia salamu kwa aina yake. Unajua kwa nini nimekuita hapa Muhammad? Mwenyezi Mungu akamuuliza 50 salawat, chukua sala hizi 50 kasali wewe na umma wako. Baada ya mazungumzo marefu Mtume akachukua 50 salawat. Akashuka Ibrahim, hajamwambia kitu. Musa akamwambia madha sanaa rabbuk, Mola wako kakupa nini? Akamwambia laqad farada alayya 50 salawatin fi kulli yawmin wa layla, Mungu kasema nikazisali sala 50 kila siku na usiku. Musa akasema irji ila rabbika was'alhu at-takhfifa lianna ummataka la tutiqu dhalik. Muhammad, umma wako ni dhaifu mno wa kusali sala 50. Rudi kwa Mola wako, muombe takhfif akupunguzie angalau azibakishe 1 au 2. Toka 50 mpaka 1. Akarudi kwa Mola wake akamwambia ya Rabbi nipunguzie. Mwenyezi Mungu akamuondolea 5. Akarudi Musa akamwambia rudi tena, ya Rabbi nipunguzie. Mungu ndio 5. Musa akasema bado rudi Muhammad. Akawa anarudi baina ya Musa na Mwenyezi Mungu mpaka zikabaki sala 5. Musa akasema rudi Muhammad, hizo ni nyingi. Bani Israeli mimi nilipewa maagizo, sala nilizopewa ni chache zaidi ya hiyo, na ni watu walikuwa na nguvu na hawakuweza kuzisali. Rudi kwa Mola wako, omba takhfif. Mtume akasema laqad raja'tu rabbi hatta istahyaitu an arji'a ilayhi. Sasa hivi tena naona haya kurudi kwa Mungu tena, mara ya ngapi sasa hivi narudi. Na angalia Mtume Muhammad alikuwa na haya. Alhaya'u shu'batun min aliman, anasema idha lam tastahi fasna ma shi'ta, kama una haya fanya unavyopenda. Sasa mwenye haya anafaidi mno katika ulimwengu, kwa sababu anaweza sema chochote na lolote mahala popote na siku yoyote, haogopi kitu chochote. Hana haya ya kusema kitu. Anaweza taja tu mambo ambayo ni aibu, mtu huwezi hata kuyasikia, yeye akasema tu na ukamwona bwana anajiproud kwa sababu kusema neno lile, sababu hana haya, qillatul haya. Mtu angesema la, naona haya kurudi kwa Mola wao. Walipokuwa wanazungumza Mwenyezi Mungu akamnadia ya Musa wa ya Muhammad ma yubaddalu alqawlu ladai, hakubadilishwi jambo hapo. Hizo 50 ukipiga hesabu zako utakuta 5 hizo zinakuja 50. Kwa hiyo 5 mara 5 unapata 10. Nenda Muhammad kasali wewe na umma wako pale pale, nambari ndo ile ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuka, katumia mi'raji yake ile ile mpaka Baitul Maqdis, aina al-Buraq, kipando chake kiko, akapanda akarudi zake Makka. Alipokuwa njiani akakuta msafara. Watu wa Makka walikuwa na tabia ya kwenda Sham kwa ajili ya biashara, na ndio huko walikokwenda Mtume, lakini wao walikuwa kenda mwezi wakirudi mwezi. Safari hii ilikuwa nzito mno. Sayyiduna Muhammad akauona msafara unarudi kutoka Middle East unakuja zake Makka. Akaona ngamia maaha ghararatani, mwenye doa jeupe na jeusi. Ngamia huyo alikuwa anafukuzana na wenzake katika msafara ule, akavunjika mguu. Alipovunjika mguu Mtume anashuhudia vile vitu vyote. Baada ya kuwapita spidi na buraki wake akafika zake Makka. Alipofika tu Mtume akakaa katika Kaaba, anatasawar nitumie falsafa gani kuwaeleza watu wangu juu ya kituko cha hadithatul Mi'raj, niwe na ufasaha gani waniamini kina Abu Jahal. Mtume amekaa na tasawar, mara akapita shaitan Abu Jahal la'natullahi alayhi. Alipomwona Mtume yuko vile akamwambia ya Muhammad, haya hal min jadid, leo na habari mpya yoyote? Sababu ukikaa hivyo peke yako mara utatuambia umepewa wahi, mara utatuambia hivi, hebu tupe una habari zote mpya. Mtume akasema naam, zipo habari mpya. Haya habari za leo vipi? Akasema usritu lailata, nimepelekwa usiku. Wapi umepelekwa? min albaytil harami ila baitil maqdis, nimeondoka hapa Makka nimekwenda zangu Baitul Maqdis Ilya. Abu Jahal akakunja uso akasema thumma asbahta baina azharina, kisha umepambaukiwa hapa, yani umeondoka usiku, asubuhi leo umekuja hapa? Akamwambia ndio.
Abu Jahli akataka mtu mwingine asisikie, asije akamwambia siri ya safari ya, sababu mtume hajasafiri kwenda huko. Alikuwa anataka kwenda huko katika sehemu hizo apate kujua manake masafa yake alivyokuwa. Abu Jahli akasema subiri, nataka niwaarifu watu wote wa hapa Maka, utawaambia kama ulivyoniambia? Akaambia ndio, tawapa habari kama nilivyokupa habari wewe. Basi wakapigiwa makelele, watu wakajitokeza. Abu Jahli asema mfuateni Abu Bakr Siddiq, yeye ndo kila analoambiwa na huyo mtu sadaqta, kila anachoambiwa sabta, hakuna objection yoyote. Mwambieni njoo hapa msikize rafiki yako huyu, leo ametoa kali kuliko zote. Basi wakakusanyika watu mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakri ameitwa haraka vipi? Anasema unaitwa kule, njoo msikilize jamaa yako, anasema kapelekwa usiku leo kutoka Maka mpaka Baitul Maqdis, kisha kapamba ukiwa nchini kwetu. Akaambia Abu Bakr, in kana qala dhalika faqad sadaqa Rasulullah. Abu Bakr nabii, kama kakuambieni hivyo wallahi kasema ukweli. Innani la usaddiquhu min khabari as-samaa, mimi namuamini hata kama kaniambia katoka mbinguni. Hajaambiwa hivyo, katoka mbinguni kaingia leo, mimi nitamwamini. Wale wakasema ama wewe umerogwa kweli na Muhammad, hebu twende ukamsikilize. Wakamchukua Abu Bakar wakamleta mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, tuambie Muhammad. Akaambia nimekwenda usiku, nimerudi hapa tena lailan katika lugha ya Kiarabu imekuja kwa nakira, subhanalladhi asra bi'abdihi lailan. Hakusema al-lail, kwa kuwa lailan nakira ile ni minake sehemu ndogo tu ya usiku, sio usiku mzima, haukukamilika usiku. Lailan binakira, kwa kuwa ulikuwa ni nusu au ni kipande, ni sehemu tu katika usiku. Mtume akawaeleza, wakamuuliza Muhammad, sisi uko mbinguni unakotuambia kwamba umekwenda, sisi hatujafika mbinguni, hatukujui. Kwa hiyo hatutaki kujua habari za mbinguni, sisi tunakokujua huko ulikokwenda Baitul Maqdis. Hebu tusifie msikiti uko vipi? Na mtume hakwenda kuangalia msikiti uko vipi aje wasifie watu. Wewe ukienda mahali intention yako kwamba mimi nakwenda kwa lengo la biashara, nakwenda kwa ibada, uendi kwa sababu uende ukaangalia iko vipi uje usimlie wao, sio lengo lake. Na ilikuwa usiku mtume kenda, wakati ule hakuna mataa kama hivi kila mahali, manake mtume kenda katika wakati ambao ni ngumu mtu kueleza, nilikuwa nikaona hiki milango yake kadha, madirisha yake kadha. Basi ikawa suala zito kwa bwana mtume, lakini mtume alikuwa abqari, alikuwa genius. Akaanza kusifu msikiti uko hivi, kutoka katika jiwe ambalo tumemfunga buraki wetu mpaka msikiti ni masafa kadha, na madirisha yake hivi. Anasema hata ikhtalata alayya, nikawa nawasifia mpaka ikachanganyika zile sifa, nikawa nimekwama, siwezi kuelezea nyingine zaidi ya pale. Anasema farafa Allahu ilayya albayt, Mwenyezi Mungu akaurufaisha msikiti akaniletea kama vile jihazi television. Fa akhadha yasifuhu, akamtumia na usifu msikiti huo baban, mlango baada mlango, wa nafidhatan, na dirisha baada dirisha, wa shurfatan shurfa, na korido baada korido, mpaka akamaliza. Walipomaliza wakasema alwasfu sadiqun lakin alwasifa kadhab, sifa zote ni kweli lakini mwenye kusifu tu ndo muongo. Muhammad kweli msikiti uko hivyo, lakini wakasema sisi tuna msafara wetu uko hivyo, tueleze msafara huo utakuja lini na umeuona huo? Angaambia msafara nimeuona, na kulikuwa na ngamia laha ghararatani inkasarat saqu, ngamia amevunjika mguu na hivi huko mimi nimewaona, na wao watakuwa hapa siku fulani. Kafiri wale wakawa wanasubiri kwa hamu siku walioitaja Muhammad waje waulize, je, mmevunjikiwa na ngamia wenu mguu? Je, mlikuwa na ngamia mwenye ghararatani, weupe na weusi? Ikafika siku alosema mtume Muhammad, jua linavyoingia tu kwenye magharib, mara ngamia anaonekana anawasili. Mmoja wao anasema ha hiya ash-shamsu qad gharabat, jamani jua lishazama. Mwingine anasema wa ha hiya an-naqatu qad aqbalat, haya ngamia huyo kishaingia kama alivyosema mtume Muhammad. Walipofika wale wakawakimbilia kule, bwana tunakuulizeni,
mlikuwa na ngamia alikuwa na weupe na usi, ndio huyo hapa. Eti kuna ngamia kavunjika mguu, nyie nani kawaelezeni habari hizi? Huyu ngamia hapa mpaka tumemfunga ili apate first aid kutoka na kuvunjika kwake. Nani kakupeni habari hizo? Wale wakarudi wameporomoka nyuso zao. Aminini basi. Wakasema wallahi Muhammad kama mchawi kama yeye hatujawahi kuona. Vitu vyote hivi kavijuaje? Fa'anadu wastakbaru, wakazidi kuwa na kibri. Lakini Mi'raji Mtume sallallahu alaihi wasallam akaleta 5 salawat na Jibril akamfundisha vipi azisali. Akaanza azuhuri. Wanasema azuhuri ndo sala ya mwanzo kufundishwa Mtume, na ndio maana ikaitwa adhuhur, kwa sababu wanasema awwalu salatin dhaharat, ni sala ya mwanzo iliyodhihiri ikaitwa adhuhur. Akamuonesha rakaa 4, akamuonesha salatul asr, akamuonesha wasali maghrib, isha na salatul fajri. Akamuuliza hal araft, umeshajua Muhammad? Na we sali sasa, mimi niwe maamuma. Mtume akasali, na hii ni zawadi kubwa kaileta. Hata kaigoma kusali kisha ikataa zawadi hii pevu kutoka kwa Mwenyezi Mungu siku hiyo ya Isra wa Mi'raj. Hiki ni kisa nimekifupisha, vipo vitu vingi ndani yake, lakini hiki kidogo kilichokuwa wanachuoni wa lugha anasema khairul kalami ma qal wa dal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه ويغفر لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم